Kwa majina anaitwa Mariam Hassan Mbegu. Mimi ni mtengeleko wa Pwani, huko sehemu moja inaitwa Ikwiriri. Nadhani mnapajua kabisa. Ikwiriri ni sehemu ambayo ukitokea Dar es Salaam, maana tunajua kabisa mkoa wa Dar es Salaam mwisho ni Kongoe, ila mimi nimekulia na kulelewa Dar es Salaam, sehemu moja inaitwa Mwananyamala. Mimi bwana ni mtoto wa mwisho kuzaliwa katika watoto watano, alafu wote tumezaliwa na baba na mama mmoja, na wote siye ni watoto wa kike. Yaani mama katuzaa wote wa kike tupu, na mie ndo binti wa mwisho, yaani kiziwanda. Na wazazi wetu hakufanikiwa kupata mtoto wa kiume kabisa, yaani siye wala hatuna kaka na wala hatuna mdogo wetu wa kiume. Tume wenyewe watano dada. Mimi nimetokea kwenye familia ya kawaida sana, yaani sana. Mama yangu mimi ni mfanya biashara mkubwa wa sokoni pale Mwananyamala. Pale ndo mama anafanya biashara zake, ana kigenge pale, anauza nyanya na mboga mboga. Lakini baba yeye ni imamu, anaswalisha msikiti na anafundisha madrasa kwa miaka mingi. Katika familia yetu mimi pekee ndo nilibahatika kusoma na kufanikiwa mpaka elimu ya chuo kikuu. Mie bwana ni binti mwenye dini sana, na yote kutokana na mazingira nilolelewa. Na pia siwezi kujisifia kuwa mie mzuri, hapana, na siwezi kujikandia kuwa mie mbaya, hapana. Nipo kati kwa kati, yaani ni wa kawaida tu. Nashukuru kwa kile kilichokuwa katika familia yetu. Mungu amenijalia na ameona nafaa. Nilikuwa na kishepu changu cha kawaida tu, na mie ni mwembamba wala sikuwa mnene, na pia ni mweusi, maana mie wazazi wangu wote, yaani baba na mama, ni weusi. Na kwa muda huu naanza kusimulia mkasa wangu. Nilikuwa na umri wa miaka 24. Unaweza ukaona wazazi wangu wanakuwa katika umri gani hapo. Na kwetu sisi wote ni wa kike, kama nilivyowaambia hapo mwanzo kabisa wa stori yetu ilipoanza, yaani wote. Na hapo dada zangu 4 wote wameolewa, nilibaki mie tu. Na katika hao dada zangu mie naelewana nao sana na dada yangu wa kwanza, yaani dada Hawa. Huyu anaishi Mwenge na mumewe na ana watoto 2. Basi dada Hawa mimi ndio msiri wangu, shida zangu zote nitamueleza yeye, na yeye ndo mshauri wangu. Mie kwa kwa kila kitu tunaelewana sana, na sie kwetu tumelelewa kwenye dini sana, yaani kwenye dini kweli kweli. Mie baba yangu kama nilivyowaambia ni shekhe mkubwa pale Mwananyamala na tena alikuwa anaswalisha kabisa Masjidi Nur, na anafundisha watoto madrasa. So baba yangu ni shehe mkubwa tena sana, anajulikana mno. Na hata dada zangu waliolewa katika umri mdogo, maana mzee wangu yeye anafatisha dini kwa kuwa binti akishavunja ungo tu basi aolewe, basi hataki mtu amtie aibu kwa kuzalia nyumbani. Na hata mimi kufikia hii miaka 24 nipo tu nyumbani sijaolewa, ni kwa sababu nilikuwa nasoma. Yaani nilikuwa chuo Mtwara, nilikuwa nasoma kozi moja inaitwa
procurement and supply. So nilisoma huko Mtwara hii kozi kwa miaka mitatu, ndo nimerudi nyumbani. Nina kama miezi mitatu, ila bado sijafanikiwa kupata kazi, ila natafuta na napambana mno kutafuta kazi. Namshukuru Mungu, pia namshukuru Baba, alinielewa nilipomwambia sitaki kuolewa mpaka nipate kazi. Mzee akakubali mna. Baba yangu mimi we ni hatari, hataki ujinga kabisa. Dada zangu wenyewe ni kawaozesha haraka haraka, si vile wao hawakuendelea na shule. Ndo kabisa mimi nashukuru nilikuwa naendelea vizuri na shule, na kafanikiwa kufika mpaka chuo. Na kwetu sisi ni kujistiri tu, yaani baba yangu mpaka ndani akiingia hataki kuona kichwa chako kipo wazi. Yaani ni ana sheria za dini sana baba yetu, ila na sie tumezoea na dini ipo ndani kweli kweli. Hata ndugu zangu wameolewa na mashehe wa maana. Yaani kwanza ukija kwetu kuoa, baba anakupa msaafu, anakutajia sura anayoitaka wewe usome. Ukishindwa mke hauna. Anasemaga yeye hataki binti zake kuolewa na vijana wa ajabu ajabu tu. Anataka kuolewa watoto wake tuolewe na wanaume wanaojua dini kweli kweli, ili watuelekeze vizuri na tusipotee. Ndo ipo hivyo. Basi tunamuelewa tu mzee wetu. Tunafanyaje sasa? Na ndo sheria zake. Basi bwana, mimi kwa kipindi ambacho nilikuwa chuo, siwafichi, nilishaanzisha mahusiano na kijana mmoja anaitwa Mufti. Huyo kaka nilikutana naye chuoni Mtwara, tena tulisoma kozi moja. Basi huyu kaka akanitongoza na mie nilivutiwa naye sana. Kwanza ni tozi mno na anajua kuvaa kweli kweli. Nilichompenda zaidi ni kijana mpole sana. Basi mwenzenu nikampenda mno, so nikaanzisha naye mahusiano. Na huyu Mufti kwangu ndo alikuwa mwanaume wangu wa kwanza, na nilimpenda sana, hata kuwa mwanaume wangu wa mwisho. Maana alishaniahidi kuwa ni lazima yeye ndo atanioa, maana yeye ndo kaniharibu. Yaani yeye ndo alionifundisha mapenzi mie, maana mpaka kwa huo muda nakutana naye mie sikuwa namjua kabisa mwanaume. So Mufti ndo mwanaume alionitoa bikra mwenzangu. Na sio siri, huyu kaka mimi nampenda sana, na hata yeye alionyesha kunipenda sana, na wote tulikuwa tunapendana, tunaishi Dar. So Mtwara ilikuwa ni kwa ajili ya masomo tu. So baada ya kumaliza masomo tu, wote tulirudi Dar, na bahati nzuri mwenzangu akapata ajira haraka, maana Mufti yeye alikuwa na GPA kubwa tofauti na mimi. Hivyo alivyomaliza chuo tu akaajiriwa, mie ndo nikawa naendelea kutafuta kazi. Ila nashukuru Mufti alikuwa ananihudumia vizuri mno, so vile vya kujihudumia kama dada alikuwa ananipa sana. Hakuwa na kikubwa sana, maana ndo alikuwa kaanza kazi, ila nilimwelewa tu mwanaume kwangu, na wala sikuwa na shida kabisa. Hapo sasa mwanaume wangu huyu Mufti alikuwa amepanga uhasibu chumba kimoja, ila kizuri mno na kilikuwa sefu, maana alikuwa anafanya kazi posta, na mimi nilikuwa nakaa Mwananyamala, ila kila wikendi shoga yenu nipo kwa bwana nampanga dada yangu
wa kwanza. Dada Hawa, nampanga dada yangu wa kwanza aitwa dada Hawa, nampanga kuwa mie huku nyumbani na aga naenda kwake, na mama na baba wakiniruhusu tu mie naenda kwa bebi wangu, nitamfurahia na kumfanyia kila kitu. Pili, nashinda naye na natiwa vizuri, halafu kesho yake J3 ndo narudi nyumbani, najifanya nimetoka kwa dada Hawa. Sio siri, mie Mufti nampenda sana, yani sana. Mimi na Mufti hakuna wa kunitenganisha, hata baba akimkataa, ila simuachi, nampenda sana, na yeye ndo kanifundisha mapenzi, tena ndo kabisa. Mie bwana ni binti ambaye najiheshimu. Muda wote mabaibui, mitandio mirefu, kama sio mzinifu vile, ila si mnajua ujana jamani. Asa nafanyaje? Na bwana ndo nampenda hatari, nisimpe hiyo pipi? Basi siku hiyo nakwambia, nimeamka zangu asubuhi alfajiri na mapema, nikaswali swala ya asubuhi, maana mie mzee wangu akiamka alafu akaingia chumbani kwako muda wa kuswali, akakukuta umelala, kazi unayo. Ana kibakola chake hicho, akivunjiki miaka nenda miaka rudi, atakutandika nacho mpaka ukome. Nyie acheni kabisa. Basi mie kawaida yangu nikishamalizaga kuswali ile alfajiri huwa sirudi tena kitandani. Basi nilipomaliza kuswali nikaanza kufanya zangu usafi sebleni kwetu pale, nikiwa bize na kazi zangu za asubuhi. Baby akanipigia simu. Mimi ni kawaida yake mwanaume wangu kila siku asubuhi kabla sijaenda kazini ni lazima anipigie simu Mufti tena. Basi nikapokea kwa tabasamu lote, shoga yenu na fagio likawekwa pembeni, kisha nikasogea kwenye kiti nikakaa, nikasema halo mpenzi, ni namjua kudeka mimi, niacheni tu, nina kisauti fulani amazing, yani kisauti kilaini cha kudeka deka kwa mwanaume wangu. Mnajua sauti cha kudeka kile cha kuongea na baby. Basi nikasema halo mpenzi, vipi, unaendeleaje? Akaniambia niko poa mpenzi, nimeamka hapa ndo najiandaa niingie kazini, ila nimekuota bwana usiku na kuamkia leo. Basi nimejikuta nimeamka nikiwa nimekumisi sana la azizi wangu. Nikacheka na kuambia, nikasema usiniambie mpenzi. Akaniambia yani. Nikacheka kisha nikamuuliza umeniotaje? Akaniambia nimekuota unanipa mambo yako. Nikacheka tena kisha nikasema umeota nakupa style gani? Akaniambia ulikuwa unanipa ile umeinama ile, basi huku nyuma ni unanisusia, halafu ukiwa. Basi tukawa tunapiga story. Basi nimeamka nataka kabisa. Basi unahisi haya? Basi nikamwambia basi poa, ngoja. Mimi nikajiandaa nikaingia kazini. Kipenzi, nikasema sawa, uwe na kazi njema kipenzi, na mimi nakupenda sana. Akaniambia sawa mpenzi. Basi mie nikakata simu kisha nikainuka na kuendelea na kazi. Sasa ila nainuka tu namuona baba akasimama kwenye mlango wa chumba chake ananiangalia kwa hasira. Nilishtuka, yani mzee kasikia upumbavu wangu wote. Nilikuwa naongea na mpenzi wangu Mufti, niliogopa hivi. Mnajua baba yangu hapendi upumbavu hata kidogo, yani sijui nimemwelezeje. Alafu sasa ndo kasikia mwanaume huwa napigwa. Mzee
akanipitia akatoka zake nje, wala hakuniongelesha kabisa, ila nilijua kabisa baba kasikia kila kitu na kujua mwanae nafanyaga upumbavu. Aisee, acheni aibu. Alinijaa ila sikuwa na ila kufanya, maana kama kusikia ujinga wangu ndo hivyo mzee kashasikia, so sikuwa na jinsi tena. Nikajikaza bibi, mimi nikaendelea na kazi zangu tu. Basi nikasafisha vizuri sebuleni, kisha sasa ndo nikaenda kusafisha chumbani kwangu, maana siye mama anatuambiaga ukiamka cha kwanza unafanya usafi sebuleni, maana wageni wakija wanaanza sebuleni kwanza, wala hafiki chumbani. Basi nilivyofika chumbani nikampigia Mufti, ila hakupokea simu. Nikajua atakuwa anatafuta usafiri ili awahi kazini, kwa hiyo nikaachana naye, nikawa naendelea na kazi zangu nyingine tu. Basi nikatandika kitanda changu, kisha nikafanya usafi ndani kwangu na nikadeki nyumba nzima mie mwenzenu mwenyewe. Swala la kazi wala sikuwa mvivu hata kidogo. Basi nilivyomaliza nikatoka sebuleni, nikakutana mama ndo anatoka chumbani kwake, ila ameshajiandaa kwa kuelekea kazini. Basi mie nikamsalimia mno mama vizuri, tena sisi kwetu hatujajaliwa na kuitikia shikamoo, hapana. Sie kwetu ni salamu za dini ya Kiislamu ndo zimetawala, tena baba yangu ukimwamkia ndo haitaki kabisa, anakupita hapo hapo. Basi hakusikii vile. Basi nilivyomsalimia mama akaniitikia, nikasema mama, hata chai unywe, unawahi sokoni? Akaniambia ndio, leo nimepigiwa simu, kuna orders za wateja wa asubuhi, kwa hiyo ndo nawahi. Nikasema sawa mama. Mimi akaniambia baadaye uje, basi uje kuchukua vitu kwa ajili ya kupika leo. Nikasema sawa mama. Basi mama huyo akaondoka, mie nikaanza kujiandalia chai. Basi nilipomaliza nikanywa chai kwa mkate yangu, na baada ya hapo nikawa nipo bize na simu yangu na kupeluzi mitandaoni tu, maana sikutaka kumsumbua Mufti, maana najua kwa muda huo tayari ameshaingia kazini. Basi bwana, nikiwa bize na simu yangu nikaona kuna ujumbe umeingia kwenye simu, na huo ujumbe ulitumwa katika WhatsApp yangu. Basi mie haraka nikafungua WhatsApp yangu, nikakuta na taarifa imetumwa kwenye grupu letu la chuo bwana. Ilikuwa ni nafasi za kazi ilikuwa ni kampuni moja kubwa mno, ipo Dar maeneo ya Mikocheni. Ilikuwa ni kampuni ya usafirishaji na walikuwa wanatafuta watu wa procurement 3 tu, alafu mshahara wa kwanza ni 970,000. Aisee, niliona mbona kama hii ni bahati yangu, niombe nini? Ila sasa ninachotaka, nilipoona eti ili wakuite kwenye interview ni lazima uwe na experience ya miaka 2, nikaona basi nimeikosa hii kazi. Asa jamani, sie tunotoka chuo atuajiliwi nani kama kila mtu anataka mwenye experience? Jamani, nilichoka ayaga bwana. Wenyewe kazi zao wanaringa sana, ila fresh tu. Nikaona acha basi, sio bahati yangu bwana, naachana nayo. Basi ndo muda huo Mufti ananipigia simu, mie nikapokea simu, nikasema halo mpenzi. Akaniambia uko poa mama? Nikasema ndio niko poa, sijui wewe. Akaniambia umeona tangazo la kazi kwenye grupu letu la chuo? Nikasema ya, nimeona, ila siwezi kuomba
wanataka mtu mwenye experience ya miaka miwili tu. Mufti akanambia, wewe omba tu mpenzi, unaweza ukapata hata kama una experience. Kama utafanya interview vizuri, unaweza ukawashawishi na wakakupa kazi tu, wala haina shida. Nikasema jamani, watu washaeleza kabisa wanataka experienced person, kisha wewe unaniambia niombe, si nitakosa tu jamani. Na wameweka kazi kabisa, lakini Mufti akanambia, sikia we, omba kwa bwana, kwani kuomba inatumia pesa? Si unaomba online kwenye website yao. Nikasema sawa, nitaomba mpenzi. Basi nilivyokata simu nikajishauri niombe hii kazi au nikaushe. Nikaona hebu nikaushe, na kampuni mwenyewe ni mkubwa jamani, alafu ni waniajiri mie nina PGA yangu 3 ya 4. Sio kweli bwana. Nikaachana nayo, nikawa busy na kazi zangu, na nilipomaliza kazi zangu nikaenda kuoga, kisha nikavaa vizuri baibui rangi refu juu, nikavaa na juba langu refu pia ambalo linafunika mpaka katikati ya magoti. Basi bwana, nikafunga mlango vizuri na taratibu, mie nikaanza kuelekea sokoni kwa mama nikachukue vitu nije kupika. Basi kweli nikafika kwa mama, akanambia umewahi leo? Nikasema mimi nataka kupika mapema niende nikamsalimie dada Hawa, hapo nilimisi sana. Nikaenda vizuri. Dada yangu watatu huyo, ila kavu hatari, hatuelewani kabisa. Ananiambiaga nalinga eti kisa nimesoma. Nikasema mama, mie wala sitaki kwenda huko. Dada Hawa mwenyewe kanipigia simu, ananiambia mumewe kasafiri, nimsaidie kuangalia watoto. Mama akaniambia haya sawa, katuandalie chakula mie na mume wangu, na